muda ujao hujui Allah atakupa mtihani gani. Inawezekana mwanzo ulianza vizuri, maisha ya uchamungu, ukaabudu vya kutosha, hatimaye tena unaendea kwenye kifo, unakuja kuyakoroga, ukawa ni mtu wa starehe kwa sababu Allah kakukunjulia pesa, una maisha, umepata cheo, ni mheshimiwa. Sasa ukawa bizi na wadhifa wako, ukazembea kwenye masala ya ibada zako. Mpaka leo hapo ulipo ushatumia miaka hiyo ambayo unaijua mwenyewe. Yangu mimi naijua na wewe unajua wakati wako ulokusha kutumia. Lakini cha kusikitisha, mtu ambaye keshatumia muda wa kukaa juu ya ardhi hii, la yadri ma Allahu qadhin fihi, hajui mtu Allah kamuhukumia nini kwenye umri aliyoutumia. Wa baina ajali ma qad baqiya, na yuko baina ya muda ambao umebaki. Madamu uko hai unafikiri muda upo japo second 5 utaendelea kuishi, lakini muda uliobakia, la yadri ma Allahu sani'un fihi, hakuna anayejua Allah atamfanyia nini. Ugumu wa mtihani wa Allah na hatima yetu ya akhira uko hapo. Tunafurahi, tunaishi wazima wa afya, tunakula, tunavaa, tunacheka, lakini hatupimi, hatutathmini mafanikio ya baada ya kumaliza muda. Tunaenda na mafanikio ya muda huu tulionao, lakini ujue una vipindi viwili wewe, na ujue wewe ni msafiri au mpita njia. Hapa sio kwenu, kuna mahala unakwenda na kuna hitaji matayarisho. Muda uliokusha kuutumia hujui Allah kakuhukumia vipi. Una faida na wewe muda huu au una hasara na wewe? Na muda uliobakia mbele yako huna uhakika nao, Mola wako atakupa mtihani gani? Kwa hiyo kama mida yote miwili huna uhakika nayo, panahitaji umakini wa ziada, kujuta sana, kuleta toba na kuomba msamaha na kumwomba Allah akupe hatima njema. Usijipasishe mwenyewe ukasema mimi niko sawa hapa na ngoja nife niende peponi. Hakuna mtu mwenye uhakika na hayo. Ukifanya amali yako ujiweke katikati baina khaufu wa raja, kuwa na matumaini madam ndo ushafanya, Mola wangu huenda akanikubalia. Lakini usiwe na overconfidence ukasema nimepatia na hili litanipeleka peponi. Ujui wapi umekera, ikakupotezea maksi. Na kuna wengine huanza vibaya, wengine wanazaliwa kwenye ukafiri kabisa, wakasomeshwa ukafiri, wakautumikia ukafiri, lakini kwa sababu Allah kawajalia wanawerevu wa kufahamu, nyoyo zao zimetulia, wakaja wakatanabahi mwishoni, kabla mauti hajawakuta wakajirekebisha, wakaikubali haki na wakamalizia vizuri, wakaenda peponi. Kwa hiyo tunatakiwa tuyazingatie hayo na tuwe na nafasi ya kujitathmini wenyewe, na pale tutakapoona ama hapa nimefanya mapungufu, basi tuwe na ujasiri wa kurekebisha hayo mapungufu yaliyopo, wangalau kwa kutubia kwa Allah na kumwomba msamaha, halafu tukayatekeleza yale mambo ya wajibu yaliyo ndani ya uwezo wetu. Asa an yakuna khaira, Allah akatumalizia muda uliobaki vizuri na sisi tukapata nafasi ya kwenda mahala pema.